صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل. وبالصدق مع الله عز وجل في الأقوال والأعمال، فإن المفاز للمتقين والصادقين. Ndugu zanguni waja wa Allah, na kuhusieni baada ya kuhusia nafsi yangu tumche Allah, na kuhusieni pia tuwe wa kweli pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala, na tuisimamie dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa aqwali zetu na matendo yetu kwa ukweli kutoka ndani ya nyoyo zetu. Na tunapokuwa tunaielekea dini ya Mola wetu tabaraka wa taala, lazima tuwe wapole, wanyonge mbele ya Allah. Kwa nini nasema haya? Kuna maneno ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametueleza ndani ya Qur'an, pamoja na kwamba kisa baadhi ya ahlul ilmi wanakitaja kuteremka kwa baadhi ya munafiqin, lakini pia baadhi ya mufassirin wakasema kauli hii inaenea kwa kila ambaye ni mufsid, mtu ambaye anafanya ufisadi, uharibifu katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ataingia katika aya hii. وكما هي معلومة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، kama inavyojulikana kwa mtiririko wa Qur'an, miongoni mwa kanuni kwamba kinachozingatiwa ni kuenea kwa lafzi, si kwa kuhusisha sababu pekee. Allah subhanahu wa ta'ala amemtaja mtu mmoja, nami nimekusudia sehemu moja kati ya hizi aya tatu takriban. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. Kisha Allah akasema, wa idha qila lahu ittaqillaha akhadhathu al'izzatu bilithmi fahasbuhu jahannam
wala bi'sal mihad. Ashahid, wa idha qila lahu ittaqillah akhadhathu al'izzatu bilithmi. Ndipo nilipokusudia. Kuna mtu ambaye ukimwambia mche Allah kwa sababu ya kiburi na jeuri inampelekea kuzidi kufanya ufisadi, wala haelewi. Wapo viumbe wa namna hii. Kuna mtu ukimwambia mche Allah, nimesema aya hii, zipo sababu za kuteremka aya hizi zinazotajwa, lakini pia kunaelezwa baadhi ya wanaochuoni kwamba ibra katika aya hii ni kuenea kwa lafdhi yeyote ambaye ana sifa hizi ataingia. Anayeambiwa mche Allah, usifanye kadha, usifanye ufisadi kadha, yeye akwambia niache mimi na Allah, niache na jambo langu, na mfano wa maneno kama hayo. Ujeuri unampelekea yeye kuzidi kufanya ufisadi. Sifa hizi wanazo baadhi ya ndugu zetu, si sifa nzuri, ni sifa mbaya. Unwani ya muhadhara wetu ni naqlu shubhati Abi Musa Ar-Raqi, ni kuzichangua shubha alizokuja nazo Sheikh Abu Musa Ar-Raqi. Tumeongeza sifa hii ili watu wazidi kumfahamu, asifahamu ni nani, ni katika amali zake, ni katika mambo yake pia. Kwa hiyo kuzichangua shubha alizokuja nazo juu ya manhaji au nahji as-salafi an-naqi, manhaji ya manhaji ya salaf safi, kuweka baadhi ya shubuhati ambazo ni zenye kutatiza juu ya watu walio wengi. Ndugu zanguni, Sheikh Abu Musa anafahamika, na kadhia iliyopelekea hili ni muhadhara aliyoufanya katika hiyo daura waliokuwa nayo, ambayo tulieleza na tulitoa nasaha kwa baadhi ya mashekhe au kwa mashekhe waliohudhuria katika daura hiyo wakiwa pamoja na Khamisi Imam. Tulieleza sababu kwa ufupi kwamba Khamisi Imam amefanya uharibifu mkubwa katika dawa na anazidi kufanya uharibifu, na mukhalafu aliyouingia ni mukhalafu wa kimanhaji, uko wazi kama tutakavyoeleza pia kwa ziada, na haya na vikao vyake mbeleni insha Allah. Nihofia muhadhara huu kufanya ukawa wa siku 2-3, kwa sababu tuna shughuli nyingine pia, tuna durusu Ramadhania pia na mambo mengineyo. Kwa kuna mambo nimeyafunga, nitaeleza kwamba hapa nimefunga, kuna mambo yake yanakuja. Nitakuwa naeleza baadhi ya nukhat ambazo nimezifunga au nimezifupisha kwa kuchunga muda tu ambao nimeuandaa kwa ajili ya amali hii ya leo tu. Kwa hiyo mukhalafa alioingia Khamisi Imam wakaingia kumuhami na kuungana naye walio wengi. Haya nitaeleza baadhi yake kwenye muhadhara huu insha Allah, na mtabainikiwa kwamba ima kilichompelekea kusema hayo ni hili au mengineyo, lakini ameleta shubha ambazo lazima zijibiwe na lazima ziwekwe wazi ili watu waelewe uhakika wa da'wa. Lakini kabla an ashra'a fi almawdu', kuna baadhi ya masala ambayo nimeona ni muhimu pia kuyatanguliza kabla ya kuingia kwenye maudhui. Kuna baadhi ya maneno tukiyasema kama hivi, vijana walio wengi wameshaumizwa. Sina hakika sana na vijana tulionao wengi alhamdulillah wanaelewa, isipokuwa baadhi yao, lakini vijana walio wengi huko wameumizwa. Na hayo utaona kutokana na vilio wanavyovitoa na majawabu wanayoyatoa na maneno yanayowatoka, ni dalili kwamba wao wameshaumia. Miongoni mwa shubha zao tukiongea hivi, haya ni maneno yanaweza kuwa yanaenea wote. Inawezekana na baadhi yenu hapa mtu anajiuliza swali kama hili, kwani mmemfuata kumnasihi? Kwani njia ndio hiyo tu? Kwani mmekaa naye? Si maneno ya walio wengi, si maneno ya walio wengi. Nitajibu maneno haya kwa kauli mbili za wanaochuoni, afu tuingie kwenye maudhui yetu. Nimependa nitangulize hivi ili
kuondosha shaka wanayoweza kuwa nayo walio wengi, mbona mnamshambulia tena Abu Musa? Kwani mmemkalisha kikao? Amegoma na mfano wake. Vijana walio wengi wanaimba wimbo huu ambao hawaelewi asili yake, kwamba ni maneno ya watu wa batil ndio huongea hivi. Nitatanguliza kauli ya Sheikh Rabi' rahimahullahu ta'ala. Aliulizwa Sheikh rahimahullahu ta'ala, aliulizwa na sa'il sheikhuna min al-umur allati sarat taruju wa sarat atfan ala as-salafiyin هي أقوام يدعون وجوب النصيحة قبل التحذير، فهل من قول منكم شيخنا بارك في هذا الباب؟ aliulizwa Sheikh Rabi' hafidh rahimahullahu ta'ala, ya sheikhana, miongoni mwa mambo ambayo sasa yametangaa sana, yameenea sana, na mambo haya yamenasibishwa, yameunyemelea usalafi, yameshaunganishwa na da'wa ya salafia au kwa masalafi, ni watu wanaodai wajibu wa nasaha kabla ya kutahadharisha. Tunaelewana? Lakini kwa kama wanasema vijana wa Morogoro hapa mjini, hapa misikiti ya kisalafi ya mahizbi, huko misikiti mingineyo pembeni huko, pengine Gairo, Dumila, Matombo, Mikese, Ngerengere, Kilosa, Turiani, Ifakara na maeneo mengine ya Morogoro au Tanzania kwa ujumla, kama kuna vijana wanaouliza swali hili kwamba kwa nini wasiwanasihi kwanza, akikuuliza hilo, hii kauli nitapendekezekana ichapishwe wapewe, pengine hawajui. Lengo letu ni kuwanasihi na kuwanusuru vijana wasioelewa. Sheikh Rabi' rahimahullahu ta'ala akajibu akasema, ajabtu ala hadha as-su'ali salafan barakallahu fik, kwanza nilishawahi kujibu juu ya swali kama hili huko nyuma, sio leo tu mnalileta. Anasema wa hadhihi al-asnaf ibtulina biha, na haya makundi ya watu wenye sifa hizo tumetahiniwa nayo sasa hivi, ni mtihani tulionao sasa hivi, watu wenye kudai hilo. Kudai nini? Kudai nini jamani? Kudai nini? Nasaha kwanza, mmemnasihi, mmekaa naye, anasema hili ni jambo ambalo tumetahiniwa na watu sampuli hizi. Kisha akasema rahimahullahu ta'ala, anasema fatajidu yushi'u al-abatila wal-akadhiba wal-iftiraat ala al-akharin, utamkuta mtu anaeneza mambo ya batil, mambo ya urongo, mambo ya uzushi juu ya wengine, juu ya watu wengine, bil a'yan wa bil umum, kwa aini zao, kwa fulani na fulani na kwa ujumla. Yana anachafua vijana, wana sifa kadha, hawafai hata kama hajawataja majina, au maduati wana sifa kadha wa kadha hata kama hajawataja majina, au anataja kwa majina fulani na fulani, utakuta mtu anachafua namna hiyo. فتجد يشيع الأباطيل والأكاذيب والافتراءات على الآخرين بالأعيان وبالعموم وإذا وجهت له نصيحة، lakini kukielekea kwake nasaha, kukielekea kwa mtu huyo nasaha yoyote, au naqdun shay'un, au kukosolewa kwa kitu chochote, qala limadha ma hadharuni. Tuko pamoja? Mnasikia maneno yao? Ataongea, atachafua, watafanya wanavyofanya. Kukiletwa nasaha, kukiletwa kukosolewa, utasikia wanasema, kwa nini hamjatutahadharisha mapema? Kwa nini hamjanitahadharisha? Walimadha ma nasahuni, kwa nini hawakuninasihi? Asi maneno ya Khamis Imam, mnakumbuka myakumbuki? Si maneno ya Mujahid, mnakumbuka myakumbuki? Mbona hamkutunasihi? Mnakumbuka myakumbuki? Maneno haya watu hawa, sikiliza ni watu gani wanasema, kwa nini hamjatahadharisha mapema? Kwa nini hamjatunasihi? Walimadha ma bayanuli, kwa nini hawajanibainishia mpaka wanatoa raddi?
Kwa nini hawajanibainishia mimi? Sheikh Rabi anasema ilalun fasida, sababu mbovu kabisa wanaleta. Nahnu natlubu min haulai an yatubu ila Allah, tunawataka watu hawa watubie kwa Allah, hao wenye maneno hayo. Wa an yarji'u ila alhaq bikulli adabin wa tawadhu'in, warejee kwenye haki kwa adabu zote na unyenyekevu wote, wache sababu za kijinga mbovu zisizokuwa na maana. Wa an yatruku mithla hadhihi at-ta'alil, na waache mfano wa hizi sababu mbovu ambazo hazina msingi. Kisha akasema hab anna hadha akhta'a wa ma takallam, jalia kwamba huyu amekosea, hakusema. Wa ma nasahaka, na hakukunasihi. Ndio endelee kunywa pombe, ndio endelee kulewa, ndio endelee kufanya uovu, ndio endelee kwenda na watu wa bid'a. Jalia kwamba hakusema, hakukunasihi. Anasema irji' ila alhaqi, kwanza rejea kwenye haki. Wa ba'daha atibu, na baada ya kurejea kwa haki sasa mlaumu, ndio nimerejea kwenye haki, lakini ndugu yangu ilikuwa unifanyie kadha wa kadha wa kadha. Lakini pia sio sharti tutaona mmeshika albani. Tunaelewana ndugu zangu? Kwanza rejea kwenye haki, ikubali. Ukisha ikubali hiyo haki, ndio yafuatia hayo amekunasihije, amefuata njia gani, hayo ni mengine. Lakini tunawaona jamaa zetu vilio na wanafunzi wao vinyangarika wao wallahi wa billahi wa tallahi, mimi labda nyie sijasikia mimi sababu zaidi ya hii. Hata kama shekhe wamekosea, lakini ndio wakosea adabu, si ndio hivyo? Hata kama shekhe wamekosea, lakini ndio wasiwanasi. Tunasema hivi, hao kama unasema hilo, mwambie shekhe tubu kwanza, alafu tuwalaumu kwa nini hawajanasi. Tunaelewana mashekhe? Kwa hiyo nasubiri sisi tuseme bwana mfano tujali, japo hatukukosea, hayo nitaendelea. Bwana tulikosea, kukunasihini hivi, tulitakiwa tukufate wewe Khamisi Imam ofisini kwako, tukae na wewe tukukubainishie, pengine utaraja au ufute kauli yako. Basi tumekosea, basi na mimi basi nilikosea kuungana na Jai. Sharti gani hii? Manhaji gani? Ndio wanachokitaka hicho. Na haya maneno kadhalika ya Abu Musa utakuja kuyaona baadhi yake yanamili kwenye kauli kama hizi, japokuwa sijui kama alihisi au kama yuko kwenye kutumikia misemo hii ambayo tuko nayo hapa mbele ya watu ambao hawako sawa. Kwa hiyo ni lazima mtu arudi kwenye haki mwanzo. Amma tushi'u fi an-nas wa tatamada ala batilika, ama wewe unaeneza kwa watu, watatamada ala batilika, unazidi kuendelea juu ya batili zako, unazidi kusonga mbele kwenye batili zako, wa fi akhtaika, na kwenye makosa yako. Watakulu lam yaf'alu wa fa'alu kadha wa kadha, alafu nasema hawajafanya hivi, mbona walikosea hivi, au kuna si kadha. Hadha kalamun farighun, haya ni maneno ya bure kabisa, hayana nafasi katika sheria. Ala almu'mini an yarji'a ila Allah tabaraka wa ta'ala, ni juu ya mu'mini arejee kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa yaqbala an-nasihata al-khafiyyata wal-wadhi'a, azikubali na sasa siri na wazi wazi. Mu'mini anatakiwa awe hivyo, na mifano tunayo mingi. Wangapi katika wema walikosolewa wazi wazi, wakioma mitume wa Allah wazi wazi, wamekosolewa na wametubia kwa Allah. Mifano ni mingi tumeishi nayo, ikilazimu tutahitaji, hapo muda utoshi. Anasema ni juu ya muumini akubali na saa ya siri na ya wazi. Anta tanshuru akhtaaka, wewe unazieneza batili, makosa yako unaeneza. Fil kutubi wal fil ashrita, katika vitabu na katika sauti, katika cassette. Sauti zinaenea, vipande vya sauti vinaenea kwenye WhatsApp, kwenye YouTube, kwenye Telegram na sehemu nyinginezo, wa ila akhirih. Alafu nakuja kulalamika, nasema law kunta tukhfi akhtaak wa ta'maluha fi dhalam
bainaka wa baina Allah. Lau ungekuwa unaficha kosa lako unalifanya gizani baina yako na baina ya Allah, na mtu akaja kukunasihi tofauti, hilo ni jambo lingine. Lakini jambo umelifanya kwa wazi, waktashafa hadha al-insanu yansahuka bainaka wa bainahu, na akadhiri mtu huyo alikuwa nasihi baina yako na baina yake, baina yako na baina yake, ilikuwa ni jambo liko namna hiyo kama ungefanya gizani. Lakini jambo haliko namna hiyo. Tunaelewana ikhwata? Jambo haliko namna hiyo. Kwa hiyo wewe umejifunua ukafanya jambo lako wazi wazi, mikhalafa yako kwa wazi wazi. Amma wa anta tanshuru aqwalaka wa af'alaka fil alam, unaeneza maneno yako na vitendo vyako ulimwenguni. Thumma ya'ti muslimun wa yanshur, yani yaruddu alayk, kisha anakuja mtu anaeneza anaradi juu yako. Hadha laysa fihi shay, huyu hana kosa lolote hapo, hakuna shida. Mukhalafa umeufanya waziwazi, umetangaza jambo limeenea, picha zimechukuliwa, video zimetoa, vinasa sauti vimenasa, watu wamekukosoa, wamekuradi, unalamika. Anasema utruku hadhihi at-ta'lilat min kathirin min ahli al-batil, acheni hizi sababu nyingi ambazo zinatoka kwa wengi wa watu wa batil, alladhina maradu ala al-batil wal-inad, ambao watu hao wamevuka mipaka, wamefanya uovu katika batili zao, kadhalika na ujeuri wao. Wapo watu wako namna hiyo. Acheni sifa hizi, acheni maneno haya. Haya maneno ya Sheikh Rabi' rahimahullahu ta'ala katika sharit ma'a liqa'i Sheikh Rabi' rahimahullahu ta'ala, ambaye alifanya mwaka 1422 Hijria. Allahu yarhamu. Na saa ya pili au maneno ya pili, maneno ya Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Sheikh Al-Albani naye aliulizwa swali kama hili. Suila al-Imam Al-Albani al-Muhaddith Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, aliulizwa an qawli ba'dihim au ishtirati ba'dihim annahu fi halati ar-rudud la budda qabla an yatba'a ar-radd isal madha, hakuna budi kufanyike nini? Isal nuskhatin ila al-mardud alayhi. Anasema aliulizwa Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala kuhusu kuweka sharti baadhi yao katika hali ya kuradi, kwamba kabla ya kuchapisha radi, kabla ya kuipeleka radi, kufikishwe nuskha kwanza, kopi kwanza, maneno kwanza kwa yule anayeradiwa, hata yandhura fiha, mpaka ayaone kabla hujaeneza, mpelekee yeye kwa siri kwanza. Wayaquluna inna hadha min manhaji salaf, na wanasema haya ni katika manhaji ya kisalafi. Unasemaje Sheikh Albani rahimahullah ta'ala? Wewe unasemaje? Qala rahimahullah ta'ala, anasema hadha laysa shartan, hili si sharti, usidanganye. In tayassara wa kana yurja min hadha al-uslub at-taqarub بدون تشهير القضية بين الناس فهذا لا شك أنه أمر جيد. Anasema lakini sio sharti kwanza, nasaha kwanza sio sharti, lakini ikiwezekana kuna wepesi wa kutumia usulubu huo wa kumfikishia kwa ukaribu kabla ya kueneza kadhia baina ya watu, hakuna shaka kwamba jambo hili ni zuri. Amma awalan an naj'alahu shartan, ama kwanza kulifanya kwamba hilo ni sharti. Wa thaniyan an naj'alahu shartan aman, kwamba tulifanya ni sharti la jumla, kila kabla ya radi lazima sharti na saa zitangulie kwa asili. Anasema hadha laysa min alhikmati fi shay'in itlaqan, hiyo sio chochote katika hikma, sio hikma. Tunaelewana ikhwa? Wote wanasema hawa wana hikma, kwa nini hawafanyi mwanzo? Sheikh Albani anasema hiyo sio hikma kwa namna yoyote ile. Kisha akasema wannasu kama ta'lamuna jami'an ma'adin, tena kama maadin adh-dhahab wal-fidda, na watu kama mnavyojua wako sampuli tofauti tofauti
kama sampuli za dhahabu na fidda zinatofautiana, aina ya dhahabu hii, dhahabu ile, fidda hii na fidda ile zinatofautiana, watu wanatofautiana. faman arafta minhu annahu ma'ana ala al-khatt wa ala al-manhaj wa annahu yataqabbalu an-nasiha fakatabta ilayhi duna an tushahhira bi khata'ihi ala al-aqall fi wajhati nadharik ant fahadha jayyid. Kwa sababu watu wanatofautiana, utakayemwona kwamba huyu naweza nikamfikishia maneno, yuko karibu, yuko pamoja na sisi sambamba katika manhaji moja, hawezi kukhalifu, hana jeuri, naweza kumfikishia nasaha na akazikubali, basi ufanye hivyo. Lakini kwa mtazamo wako wewe ukiona hivyo, sio sharti ya kisheria. Tunaelewana kwa tunaelewana wazee tuko pamoja. Kisha akasema rahimahullahu ta'ala, lakin hadha laysa shartan, lakini hili sio sharti. Wa hatta law kana shartan laysa amran mustata'an, na hata lingekuwa sharti si jambo linalowezekana. Unadhani ni rahisi kwamba kila mmoja utamfikishia nasaha kurejeshe? Min aina tahsul ala unwanihi wa ala murasalatihi, utafikia wapi kumfikia yeye mwenyewe na kujibizana naye, kuandikiana naye? Watu wote ni rahisi. Thumma hal yatika aljawabu minhu au la yatik, kisha je litakuijia jawabu kutoka kwake au haliji? Kama walivyopelekewa nasaha wale ndugu zetu ukafanya uovu, je ni jambo la kawaida? Kisha akasema hadhihi kulluha umurun dhaniyatun tamama, haya mambo yote ni mambo ya kudhania tu kwa ujumla, kwamba nitampa, sio atanielewa, atafanya kadha. Ndio maana halijafanywa kuwa ni sharti kabla ya kuradi. Hapo tumeelewa na ndugu, na maneno yako mengi sana katika mlango huu, sipendi kushuka katika maneno yote yaliyopo. Wallahu ta'ala ala.